Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Alhamdulillah, ni siku nyingine tumekutana katika darasa katika channel hii, na hasa tunazungumzia au kujifundisha elimu mbalimbali za tiba. Sasa leo bwana, kuna darasa nililitoa kule Facebook katika ukurasa wa Tiba Facts. Kwa wewe ambaye unakuwa unafuatilia clip huku YouTube, pia unaweza kufuatilia darasa hizi kupitia ukurasa wangu wa Tiba Facts kule Facebook. Sasa nilitoa darasa moja, darasa lilikuwa linazungumzia dawa zinazosaidia kuwafukuza na kuondoa majini wa aina yoyote katika mwili. So baada ya kutoa darasa hilo, na lenyewe liliombwa kwa sababu ni moja ya madarasa niliyowahi kuatoa katika miaka ya nyuma huko. Waliomba watu, tunaomba tufundishe dawa ya kuondosha majini. Nikasema zipo dawa nyingi, lakini hii ni moja ya dawa ambayo inafanya vizuri sana katika kuwafukuza majini wa aina zote. Sasa watu wakawa wanauliza, je, inaweza kumfaa hata jini mzuri? Yaani jini, ukisikia jini wa aina yoyote, maadamu ni jini, anaondoka. Awe ni rohani, awe ni nini, maadamu umekusudia kufukuza jini katika mwili wako, wa aina yoyote ataondoka. Nilipotoa darasa hiyo, watu wakasema tunaomba utufundishe sababu za majini kuingia binadamu. Huenda sisi tukawa tunakosea au tunakwenda tofauti, mwisho wa siku ndo tunaingiwa na hawa viumbe. Nikasema basi, Mwenyezi Mungu akijalia tutakuja kufundishana darasa hilo. Sasa leo tutajifundisha sababu zinazosababisha majini kuingia binadamu, na wewe inatakiwa uzichunguze hizi sababu. Kama utakuwa ni miongoni mwa mwenye kufanya sababu hizi, basi ni swala la muda tu hao majini watakuwa karibu na wewe na watakuingia. Zipo ambazo utaweza kuzihimiri, yani kuzuia, na zipo ambazo hutaweza kuzihimiri. Na nitakuelekeza ni namna gani hizo ambazo huwezi kuzihimiri unajilinda vipi wasiweze kukukaribia. Kwa hiyo somo letu la leo tutajifundisha namna au sababu ambazo zinazosababisha majini kuingia binadamu. Tukianzia hapa kwenye majini. Majini ni viumbe gani? Wametoka wapi? Ni akina nani? Kwa nini wapo hapa duniani? Na dhumuni la Mwenyezi Mungu kuomba ni nini? Turudi nyuma kidogo. Mwenyezi Mungu ameumba viumbe wengi au viumbe vingi. Na hivyo viumbe, vipo viumbe mbalimbali ambavyo yawezekana wewe unavijua au vingine huvijui. Sasa nitakusomea au nitakutajia viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba. Mwenyezi Mungu kwanza ameumba viumbe vinavyoonekana. Pia Mwenyezi Mungu ameumba viumbe ambavyo havionekani kwa macho. Mwenyezi Mungu ameumba, moja ya viumbe ambavyo ameviumba ni nuru. Nuru kwa macho ya kawaida unaweza kusema ni ule mwangaza. Mfano umekwenda labda uko gizani ukawasha ule tochi yako ile pap, kama ni tochi ya simu au zile tochi za kawaida, ule mwanga unaotoka ile ndio inaitwa nuru. Sasa Mungu ameumba kiumbe kinachoitwa nuru, na hichi kiumbe ametumia tena kuwaumbia viumbe wengine kama vile malaika. Wao wameumbwa kwa nuru. Ndio maana hata utokeaji wao malaika katika hata zile za tamthilia za hadithi, kama utamzunguzia malaika hapo, utaona utokeaji wake inatokea nuru, mwanga mkali, ndipo yule kiumbe anatokea. Ule ndio mfano wa nuru. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameumba kiumbe kinachoitwa nuru. Hichi ni kiumbe ambacho unaweza ukakiona usikione. Lakini pia Mwenyezi Mungu ameumba malaika, na malaika ndio wametokana na hiyo nuru. Malighafi yao wameumbwa kutokana na nuru. Lakini Mwenyezi Mungu ameumba kitu kinachoitwa arish au mbingu. Hizo unazoziona huko juu huko ni mbingu. Mbingu ipo ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya saba. Alafu kuna sehemu panaitwa arish. Arish ndio makazi au ndio kama vile tuseme makao makuu ambao Mwenyezi Mungu yeye anatawala lile eneo katika mamlaka yake. Na arishi ina nguzo 8, ambapo mbingu hizi 7 ameziumba bila nguzo, lakini ile yenyewe ile arish ina nguzo 8 ambazo zinabebwa na malaika maalum. Sasa sio somo lake, ila tunataka tufahamu ni viumbe gani ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba. Lakini pia Mwenyezi Mungu ameumba wanyama. Hawa wenyewe unawaona, kuna kina nguruwe, kina swala, kina punda, kina tembo, unawajua na wengine huwajui.
wako polini huko. Mwenyezi Mungu pia akaumba miti unayojua na usiyojua wewe. Hakuishia hapo, Mwenyezi Mungu akaumba wadudu kina sisimizi, funza, nzi, nyuki, wadudu hao na wengine unaojua na usiwajua. Pia Mwenyezi Mungu akaumba ndege, hawa ndege warukao kina njiwa, bata, mwewe, kunguru, sijui kipanga. Hawa ni viumbe wa Mungu, hawajakuja kwa bahati, waliumbwa. Unaona bwana? Mwenyezi Mungu akaumba pia majini. Hasa majini asili yao wakaumbwa kutokana na moto. Moto nao pia ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, lakini wao wakaumbwa kutokana na ulimi ule wa moto. Na ndio maana jini katika macho ya kawaida ukimuona yule jini udenda wewe unaodondosha mate, yeye anadondosha moto. Na jini ndio kiumbe ambaye anatisha na kuogopesha kuliko viumbe vyote ambavyo umeshawahi kuviona wewe na ambavyo hujawahi kuviona. Jini ndio kiumbe mwenye anatisha kuliko viumbe wengine, kwa sababu yeye tu udenda anaodondosha ni moto. Wewe udenda unadondosha mate, sasa anadondosha moto. Ndio maana kuna sababu ikitokea umemwona jini katika umbile lake la kijini kabisa harisi, mambo matatu lazima yakukute. Jambo la kwanza, unaweza ukajiharishia. Jambo la pili, unaweza ukazimia, na jambo la tatu, unaweza ukafa kabisa. Hata wale unaosikia wanaitaga majini, sijui wanaweza kuwaita majini wakaja wakaongea nao, hawaji wale majini katika umbile la kijini, wanakuja wanavaa sura za viumbe wengine kama vile paka, mbwa, popo, nyoka, ndio anakuja kuonana ule binadamu. Ila lile umbile lake la kijini kabisa halisi waga halivai, kwa sababu akilivaa tu lile akaja kwako wewe, haya matatu moja wapo litatokea kwako, kwa hamtoelewana. Pia Mwenyezi Mungu akamuumba mwanadamu, na mwanadamu ndio kiumbe wa mwisho kuliko viumbe vyote. Kwa hiyo mwanadamu ametanguliwa na nzi, ametanguliwa na sisimizi, mende wale wachori, wamemtangulia kwenye kuumbwa. Na viumbe wengine tuliwataja kina ndege, kina wadudu, sio kina wanyama, vyote hivi viliumbwa na Mwenyezi Mungu kabla ya binadamu. Kwa hiyo binadamu ndio kiumbe wa mwisho kabisa. Mimi na wewe ndio tunazungumza, ndio kiumbe wa mwisho kabisa kuumbwa. Tena sisi tulikuwa ni mbadala wa majini, kwa sababu mwanadamu ameumbwa baada ya majini kukosea. Baada ya Mwenyezi Mungu kukamilisha viumbe wote alipowaumba, majini wao waliteuliwa kuwa ndo makhalifa, yani viongozi watakaoiongoza hii dunia na kuisimamia. Bimaana kwamba wawe ndio wanasimamia mazingira, wanyama, yani utawala wote wa duniani kama tunavyofanya si binadamu. Kuna kina bwana nyuki, sio kina bwana nyama, bwana samaki, bwana nini, bwana mbao, bwana misitu. Vyote tunavitawala hivi, mtawala mkuu kabla ya binadamu kuja alikuwa ni majini. Kwa majini ulimwengu tunaoishi wanaujua vizuri sana kuliko hata tunavyojua sisi. Lakini hawa walipewa vitu viwili wafanye. Watawale, wawe kama makhalifa, viongozi hapa duniani, lakini pia wafanye kazi nyingine ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Yaani kutenda ibada au kufanya ibada. Ibada ni jambo lolote la kheri analolifanya binadamu, ima kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya kiumbe aliyeumbwa na Mungu. Kwa mfano, wewe unapita barabarani ukamkuta kinyonga anatembea kwa ule mwendo wake mdogo mdogo, ukasema huyu kinyonga endapo kama ataendelea na huu mwendo wa kizembe atagongwa na gari, kwa kuwa anakwenda kulia, mimi anatokea kushoto, basi nimpeleke kule anakoelekea. Unamvusha barabara. Lile ni jambo la ibada. Ile ni ibada umefanya, umemuokoa. Aya, unatembea barabarani labda ukakuta jiwe, miba, machupa, ukaamini kwamba hapa mimi ndo nimeyaona. Ila kuna wengine wanaweza wakapita vipofu au wale wenye wana haraka na maisha wakashindwa kuyaona yakawazuru. Acha niyaondoe, kama ni mawe, kama ni miti, kama ni miba. Ile ni tendo la ibada. Sasa ibada zipo nyingi. Hata swala unaoswali ni ibada. Kwa hiyo ni moja ya tawi la ibada, lakini ibada zipo nyingi na zina madaraja zaidi ya 70. Kwa hiyo majini waliamrishwa waje wafanye na wenyewe ibada, lakini wakakengeuka, yani wakawa hawatii zile taratibu ambazo Mwenyezi Mungu alizowaelekeza. Basi Mwenyezi Mungu akakasirika, akawakasirikia. Mfano wake mdogo ni kama wewe uoe mke, wewe ni mwanaume ukaoa mke, yule mke ukaamini atakutii kwa sababu ndio mapenzi yake makubwa atakayoyaonesha kwa kukutii wewe mwanaume, ndio upendo mkubwa wa mwanamke. Na mwanamke akiacha kukutii na kukuheshimu, basi mapenzi hakuna tena. Sasa
Sasa huyo mwanamke umemuoa, amekaa na wewe, baadaye kaacha kukutii. Bimaana kinachofuata ni nini? Ni kuachana. Mtakapoachana maana kila mtu achukue 50 zake. Sasa hichi ndicho kilichofanyika kwa majini, waliacha kutii. Vile vyote ambavyo Mwenyezi Mungu alivyokuwa akiwaamrisha waliacha kabisa. Wakaingia kwenye maasi kama tunavyoingia si binadamu kwa kisasa, mpaka pale Mungu akaona hapana. Acha niwaondoe hawa viumbe, niwalete viumbe mbadala watakaokaa na kuitawala hiyo dunia, wawe kama viongozi kama walivyo hawa. Kwa hapo ndipo Mwenyezi Mungu akafanyaje? Akawagharikisha majini, akawapa adhabu na kipigo kikubwa ambacho kisababisha majini wakawa wameondoka katika mgongo huu wa ardhi. Sasa majini hawa walipoondoka, ndipo Mwenyezi Mungu akafanya fikra ya kumuumba binadamu, lakini ilipita miaka 40,000 inafanywa tu fikra hiyo kwamba yani dunia ilikaa bila kiongozi miaka 40,000. Baadaye ndio Mungu akafanya fikra ya kumuumba binadamu. Hayo yameelezwa katika sura mbalimbali za Qur'ani. Ukisoma kule Mwenyezi Mungu alipowashirikisha malaika kwamba mimi nataka niumbe binadamu, niumbe mtu, wakamwambia kwa nini unataka kumuumba mtu? Atakuja kumwaga damu, atakuja hivi. Wakawa wanafikiria yale ya majini walivyofanya huku, wakafanya uharibifu, ufisadi mbalimbali. Kwa wale malaika walikataa. In short walikataa, wakasema hapana. Kwa nini usituache tu sisi tuendelee kufanya ibada na kukutii kama unavyotaka? Kuliko kumuumba mwanadamu atakayekuja kumwaga tena damu na kufanya uharifu na ufisadi katika ardhi. Mungu kwa kuwa anachokifanya anajua yeye zaidi, akasema mimi najua msichokijua nyinyi. Kwa ndo binadamu akafanywa fikra, akaletwa, akaumbwa. Sasa tuachane na huyo binadamu. Tumeshagundua kumbe Mwenyezi Mungu ana viumbe wengi. Kuna nuru, kuna malaika, arish au mbingu, wanyama, miti, ndege, wadudu, majini na binadamu wakiwemo. Hawa wote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Bado kuna mabahari huko, ni maviumbe hayo. Na ndani ya mabahari kuna maviumbe mengi, masamaki, mengine maminyama ambao hata hujawahi kuyaona. Sasa somo letu sisi linazungumzia ni sababu zipi zinazosababisha majini waingie binadamu? Sio sababu za kujua majini walitoka wapi. Huko tumetoa utafasiri tu kidogo ya mtu aelewe hao viumbe ni wapo, walitoka wapi. Na ni viumbe wa Mungu hawa. Sio kwamba ni viumbe wa labda wamekuja tu au wametengenezwa, ni viumbe ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe aliwaumba. Sasa ikitokea umeingiwa na jini katika maisha yako, basi zipo sababu zinazosababisha jini huyo akuingie. Moja ya sababu katika sababu nyingi zinazosababisha majini kuingia binadamu. Zipo sababu nyingi lakini zimegawanyika makundi matatu. Sababu kubwa 3 kwamba jini anaweza kukuingia kwa sababu tu labda hakupendi. Yani hakupendi. Jini linaweza kumuingia binadamu kwa sababu tu limechukia. Limechukia kama tunavyofahamu majini tunaishi nao katika majumba yetu. Japo huwaoni, majini wanaishi katika majumba yetu, mitaani kwetu. Na tunakutana nao sehemu mbalimbali tunazozipita, labda njia panda, masokoni. Utofauti wa sisi na wao ni wao wanatuona, sisi hatuwaoni. Hiyo ndio tofauti. Lakini hawa viumbe bado tunaishi nao katika mazingira yetu, japo sio kwa wingi sana, lakini kuna baadhi ya wakati huwa wanakuwa wengi. Mfano ule wakati wa magharibi pale jua linapozama pale, basi majini ndio huwa wanatoka katika yale maficho yao, mapango yao, wanakuja duniani kwa ajili ya kuendelea kufanya uharibifu. Lakini nyakati za mchana huwa ni wachache, isipokuwa nyakati kama vile majira ya saa 7. Ndio maana umekatazwa binadamu mwenye akili, inapofika majira ya saa 7 usipite makaburini wala usipite maeneo ya manjia panda, kwa sababu hayo maeneo yanakuwa na majini wengi wamekusanyika maeneo hayo. Lakini pia mwanadamu amekatazwa awazuie watoto wake wakati jua linapozama wasitoke nje, kwa sababu kipindi hicho ndio majini wanatawanyika kutoka mafichoni kuja katika ulimwengu wetu kwa ajili ya kufanya uharibifu. Kwa hiyo wawazuie mpaka itakapofika ile magharibi imepita, labda kuanzia majira saa 2 wameshaingia mtaani. Sasa hapo wanaweza wakaachiwa watoto wakaendelea na shughuli zingine. Haya ni mafundisho ya dini ya Kiislamu ambayo yamefundisha hivyo, na tunayaona madhara yake yanapopuuzwa, namna gani watu wanavyoathirika. Kwa hiyo jini likikuchukia kwa sababu ya lenye limeona lenyewe tu, basi linaweza likakuingia.
Kwa hiyo likisha kuingia, lengo lake ni kuja kukutesa, na hiyo ndio inakuwa furaha yake. Kama wewe binadamu unavyo kwaga unamhusudu mtu, labda amepata kitu, kanua gari jirani yako ambaye mlikuwa mnafanya kazi labda ofisi moja au mishahara yenu inafanana, ghafla unasikia mwenzako kanunua gari, leo inakuuma, unaanza kujisikia vibaya kibinadamu, unaanza kujisikia kama vile wewe hujakamilika au kama amekuzidi. Sasa ile kukuzidi hali yako utamani umwe sawa, inaweza kukuingizia kitu kinachoitwa husda, chuki. Uhasidi wako huo unaweza kusababisha mtu ukamchukia. Na kuna wengine wafika mbaya mpaka wanakwenda kwa waganga kuwatengenezea wenzao ajali eti kwa sababu amenunua gari basi yeye ile gari imuangushe, imuue. Lengo tu isionekane yeye amemzidi. Sasa hili ni tatizo. Hiyo ni husuda. Kwa hiyo binadamu huwa anamchukia binadamu pasipo hata na sababu, kama vile hasidi. Hasidi anakuchukia bila sababu za msingi. Na wala hasidi hasubiri sababu ya wewe ufanye nini ili akuchukie. Anaweza kukuchukia bila sababu za msingi, lakini akatekeleza uhasidi wake. Kwa hiyo jini naye pia anaweza akatekeleza chuki yake binafsi kwako tu, ima umevaa vizuri, akakuona kama unatembea kwa madaha unalinga, akasema hapana, huyu ni muingie tu nikamtesi. Maana inawezekana akapita mbele yangu akanilingia. Sasa sababu hii huwezi wewe ukaikwepa, ila unaweza kuikwepa kwa jambo moja tu, ukisimama na maombi. Kwa wale Wakristo wafanye maombi asubuhi na jioni kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu awalinde na hawa viumbe, kwa sababu hii sababu haizuiliki kienyeji. Kwa Waislamu wao zipo dua masununi ambazo Mtume SAW amefundisha. Ukisoma dua hizo ni kinga kwako siku nzima. Mfano ukasema a'udhu kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, a'udhu kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, a'udhu kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Dua hii ukiisoma mara 3 asubuhi, hakuna kinachoweza kukuzuru wewe katika mchana mzima, na ukisoma jioni hakuna kinachoweza kukuzuru wewe usiku mzima. Au kasema ile bismillahilladzi la yadhurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim, kwamba kwa jina la Mwenyezi Mungu akizuru chochote kilichopo mbinguni wala ardhini. Pia dua hii ukirudia mara 3 itakulinda wewe na shari zote za majini na binadamu, mchana mzima ukisoma asubuhi na usiku mzima ukisoma jioni. Pia kuna zile ayati kursi ukasoma hata moja ni kinga. Unaweza pia ukasoma yani dua za kinga zipo nyingi. Kwenye Uislamu tumebarikiwa, tuna dua nyingi sana. Unaweza kusoma zile muawidhataini, yani zile kulukulu 3, kul huwallahu, falak, nasi, ukasukumia na ayati kursi moja. Hizi ni kinga hizi za asubuhi na jioni. Kwa hiyo kwenye Uislamu tuna kinga nyingi sana. Ukisema ile la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir. Hii pia ni kinga. Mashetani wanapigana mbiu kwamba huyu jamaa amelindwa na mashetani mchana mzima kama utasoma asubuhi mara 10. Na ukisoma jioni mara 10 yanapigana kelele hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuwa una amani safi kabisa. Dua zipo nyingi katika Uislamu, tumebarikiwa kuwa na dua. Kila tendo tunalolifanya, kuvaa nguo, kuvua nguo, kuingia chooni, kutoka chooni, kujimai, sijui kula, kunywa, kote huko kuna dua. Ni watu tu hawataki kufuatilia namna gani hizi dua zinafanya kazi. Kwa hiyo hii sababu unaweza ukajilinda kutokana tu na kusimama na Mwenyezi Mungu. Kama ni Mkristo muombe sana Mungu, kama wewe ni Muislamu muombe sana Mwenyezi Mungu kupitia dua masununi alizofundisha Mtume SAW. Kwa kila tendo ulitekeleze kwa dua. Kwa wewe ambaye usiyekuwa na dini, huna dini ya Uislamu, Kristo, upagani, yani upo tu, kwa Mungu haupo, kwa shetani haupo, upo katikati, basi tegemea kile unachokitegemea wewe, kitakusaidia huenda. Tuachane na sababu hiyo. Sababu ya pili ni kulichokoza jini. Kulichokoza jini. Sasa unaweza kujiuliza, mimi nalichokozaje wakati jini si alionekani? Afu lenyewe unaniona. Wakati mwingine binadamu huingiwa na jini kutokana na uchokozi wake. Hii inaweza kuwa ima kupita au kukaa sehemu inayopendwa kukaliwa na majini. Mfano umeshaambiwa bwana, kwenye ule mti pale unakaga majini. Wewe unaenda kukaa.
wewe ni uchokozi wako. Au unaambia bwana kwenye ile jabari, mfano kule Mwanza kuna yale mawe yale. Kule mimi kuna ndugu yangu mmoja shaenda kukaa kwenye yale mawe yale yamebebana pale. Kukaa pale akaondoka na majini. Wakamfuatilia kweli. Kwa hiyo kama kuna sehemu unaambiwa bwana pale pana majini, usiende. Kwenda pale au kufanya shughuli yoyote pale eneo hilo ambalo umeshaambiwa bwana pale kuna asili ya kukaa majini, inaweza kuwa sababu ya uchokozi wako. Au unakwenda beach, kama tunavyoangalia watu wanakwenda beach wanaoga uchi. Kule ni miji ya majini, sehemu kubwa ziwani, baharini kule ndio miji yao kule umejaa. Unakwenda mnavua nguo, mnaanza kuoga, mnawatamanisha. Ule ni uchokozi. Hata kama wewe uoga ujui, ule ni uchokozi. Ni sawa na wewe umejenga nyumba yako vizuri, umepiga fence yako au ngome yako, alafu ghafla watu wanakuja wanaanza kuichafua ile ngome yako. Unaona bwana wanapiga makelele. Wewe utakachotoka mule ndani ya ngome yako ni kutafuta adhabu itakayowatosha wale. Kwa majini tunapokwenda kuogelea kule mabaharini, si kwamba ni bahari yao, ni bahari ya Mungu, lakini wao ndo makazi yao, kwa sababu majini baada ya kufurushwa duniani walikimbilia maeneo manne. Eneo kubwa walilokimbilia na wako kwa wingi ni kuzimu, ambako ni chini ya bahari. Sasa kule chini ya bahari wanaishi, ndo maisha yao kule, lakini pia huwa wanajirejeza na huku kwenye pwani zetu za bahari na maziwa. Wanakuja kurelax, upepo nini. Kwa hiyo yale ni maeneo yao. Kuna maeneo mengi kama kwenye miti mikubwa, kwenye mapango, na hayo mapango ndio yako huko baharini huko. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ukijua kwamba haya maeneo wanapendaga kukaa majini, au umeshajua kwamba baharini wanapenda kukaa majini, kwenye miti mikubwa wanapenda kukaa majini, kwenye mapango wanapenda kukaa majini, njia panda wanapenda kukaa majini, makaburini wanapenda kukaa majini, usiende mara kwa mara bila sababu za msingi maeneo hayo. Kufanya hivyo ni uchokozi wako wewe binadamu. Sasa ukienda huko linaweza likakuzuru jini. Kwa hiyo sehemu zinazopenda kukaliwa na majini mfano ni kama vile kwenye miti mikubwa, fuko za bahari, chooni, manjia panda, makaburini na kadhalika. Kwa ukiyajua hayo maeneo usiachezee ovyo ovyo. Elimu ni bora na ni nzuri ukiijua hiyo elimu kuliko kutokuijua kabisa. Mfano elimu ya majini ni elimu ambayo watu wengi wanaiogopa, lakini kuisoma tu hiyo elimu ukajua hichi kinasababishwa na nini na hichi kinasababishwa na ni bora zaidi. Sasa ndio hivyo. Kwa hiyo watu wajifundishe, wayajue haya mambo ili kujiokoa wao na watoto wao. Kwa hivyo unapopita na kukaa au kuleta uchafuzi au vurugu katika maeneo yao au majini wanapokaa, huweza kukuingia ili kukutesa. Kwa hiyo uchokozi wako binadamu una uwezo wa kukupelekea jini akakuingia. Kwa hiyo hayo maneno nikutajia, ukapita ukaenda ukafanya uchokozi, na ndio maana hata kule makaburini kwenda kuna utaratibu wake. Ukiwa hujui bora usiende. Kwa wale wanaoingia kuzika au kuchukua labda vitu fulani fulani, upo taratibu zao za kuingia na kutoka ili wawe salama. Vinginevyo ukikosea unaweza kujikuta umeleta madhara makubwa sana. Kwa hivyo sababu ya pili ni ikiwa umelichokoza jini. Sababu ya tatu, ikiwa jini limekupenda. Jini linaweza likakupenda. Kama ulivyo wewe binadamu, unapompenda binadamu wenzako, hutamani kuingia katika maisha yake, katika mahusiano na kuwa mwili mmoja, watu wanaenda mpaka kuoana. Yale ni mapenzi. Sasa vivyo hivyo kwa majini humuingia binadamu ikiwa limetokea kukupenda. Sawa? Sasa kama limetokea kukupenda jini, litakuingia. Sasa sababu gani zinasababisha majini wakupende? Zipo sababu nyingi, lakini nitakutajia 3. Sababu ya kwanza ya jini kukupenda ni ima umefanana naye tabia. Yaani wewe umekuwa na tabia za kijini, mfano vile kumwasi Mungu, kukaa nusu uchi, yani hujistiri, yani upo umeunganisha manywele, umefuga kucha kama zile, maana majini wana kucha ndefu. Huu mfumo unaoona binadamu analisishwa kufuga makucha, anakuwa na makucha marefu yamepaka rangi. Ule ni mfumo wa kijini, majini ndio asili yao vile. Lakini binadamu wa kawaida
hajaruhusiwa hata kufuga hizo kucha unazoziona wewe hizo. Labda kwa upande wa dini zingine, lakini Uislamu umeweka wazi kabisa mtu au Muislamu kwa wiki moja anatakiwa akate kucha mara moja. Tena anatakiwa ikate siku ya Alhamisi kwa ajili ya maandalizi ya siku ya Ijumaa. Idi kubwa hiyo ya Ijumaa. Maana Ijumaa ndio idi kubwa katika wiki. Sisi tuna idi kila wiki ambao ni Ijumaa. Sasa Muislamu kama Muislamu anayejitambua haruhusiwi kufuga kucha. Na kila wiki anatakiwa azikate kucha mara moja. Sasa huu mfumo anaopeana wa kupaka makucha, sio rangi, kuweka yanakuwa marefu mpaka mtu anashindwa kula chakula kwa mikono. Ule ni mfumo wa kijini. Watu wanalisishwa lakini hawaelewi kinachofanyika. Bahati mbaya binadamu wengi hawana elimu hizi za viumbe. Kwa hiyo unajikuta ukiwa na tabia zinazofanana na wao wanakupenda, unakuwa rafiki yao. Kwa hiyo ukishapendwa basi wanakuvaa, wanaingia kwa mazumuni labda ima ya kuwa na mahusiano na wewe na kadhalika. Unaona? Lakini vile vile mtu kwa anapendelea kwenda kwenye yale makumbi au maeneo ya starehe. Kwa sababu yale makumbi na maeneo ya starehe ndio maeneo wanayoyapenda na wao majini kwenda hayo maeneo. Kwa hiyo ni mshabiki mzuri sana wa wasanii au watu, yani unakuwa na mara umesikia Cheka tu unaenda, mara sijui msanii gani kaja unaenda, mara Sholo Mwamba anapiga show yake pale unaenda, mara sijui wewe wanasahau ni mwenzetu, tumuingie huyo. Kwa kuna baadhi ya vitu ukivifanya vinafanya wao waone kama wewe ni kama wao. Wakishaona wewe ni kama wao wanasema huyu atakuwa rafiki mwema. Kwa mwisho wa siku wanakuwa rafiki na wewe, wanakupenda tu, wanakuingia. Kwa hiyo binadamu anaweza kaingiwa na majini kwa sababu tu limempenda. Na hapa asilimia kubwa ya watu hasa wanawake hulalamika kuingiwa na majini, hasa majini mahaba na majini wengine, ambao miongoni mwa sababu za kukumbwa na hao majini ni hii ya kupendwa. Tulikuwa siku moja tulienda kwenye kikao cha dua. Tulikuwa kama watu 100 hivi. Katika wale watu 100 na mimi nilikuwa miongoni mwao mnasomewa dua. Nikasema ngoja na mimi nijipime, je, na majini au sina? Nikaingia kwenye hicho kikao cha dua. Walikuja mashewa kubwa tu eneo hilo. Sasa watu tulikuwa kama 100, wanaume tulikuwa kama 30, wanawake walikuwa kama 70. Kisomo kilipoanza, kila mwenye jini alipandisha jini. Lakini kwa wanaume waliokuwa na majini walikuwa 3 tu katika 30. Ila wale wanawake 70 karibia 50 walikutwa na majini. Tukamuuliza mwalimu, imekaja? Akasema asilimia kubwa ya majini huwa wanawakumba wanawake kutokana na mazingira yao. Wao wanawake wanajiachia sana. Leo wanavaa nguo za kubana, si za nini. Zile zote zinatia vishawishi, kwa majini wanavutiwa nao zaidi. Kwa dada zangu, mama zangu, jiangalieni mara mbili. Nyinyi ndio mnaoathirika sana na haya mazingira ya hawa viumbe. Sababu kubwa ni nyinyi mnajiachia. Nyinyi mnavaa hivyo kwa ajili ya kuattract wanaume, yani kuwavutia wanaume. Mkiamini wanaume wakivutiwa na nyinyi watamitunza, watamipa pesa, watamipa mnavyovitaka na nyinyi mtafaidika. Lakini hivyo mnavyofanya kwa attract au kuwavutia wanaume, hamwavutia wanaume tu, mnawavutia mpaka viumbe wanaoitwa majini. Sasa jini ukimvutia, yeye anakuja direct, anakuja moja kwa moja kwenye mwili wako kukuingia wewe, na lengo ni kuzini na wewe. Mimi nimekutana na watu wanaoziniona na majini wengi sana. Anakuambia, imefikia wakati mimi zamani ilikuwa tunalala, naota nafanya mapenzi na jini, lakini saa hizi anakuja live. Anakuta labda anafanya usafi pale labda sebleni na deki. Unaona, anafika pale ananipulizia tu kidogo hivi. Mimi naanguka kwenye sofa. Basi pale atanizini, akimaliza anaondoka, mimi ndo napata fahamu. Hawa nimekutana nao wengi sana. Ni siri tu kwa sababu waga tuviseme vitu vingi. Kwa ndo madhara ya jini wewe. Akishakuingia akakupenda, anaanza kuzini na wewe. Kuanzia kwenye ndoto, akikolea zaidi ile penzi lake likimuwaka moto, anakuja kuzini na wewe muda wowote, wakati wote. Unaweza ukaa chooni unaoga au bafuni, akaja huko akakufuata akakuzini. Anaweza kukuzini kwenye ndoto, anaweza kukuzini kwenye sofa. Anachongani mazingira tu. Akiona wewe umebaki peke yako, anakupiga usingizi mdogo, anakuzini, anaondoka. Mimi kutana nao wengi sana. Yote haya ni madhara ya watu kutokuwa makini na maisha yao. Hawajui nini wafanye na nini wasifanye. Sasa tujiangalie. Ndio maana leo tunasomeana sababu za majini kuingia binadamu. Kwa hiyo usifikiri kwamba jini anapokuingia wewe tu umeingia. Zipo sababu ambazo zimesababisha wewe mpaka jini afaje amekuingia. Sababu nyingine
ni kutumiwa jini kichawi. Kwa sababu mara nyingi majini huweza kutumwa kichawi na watu wanaohitaji kukuzuru au kukuharibia mambo yako. Kwa hiyo 80% mpaka 90% ya wachawi wanatumia majini. Leo hii wewe unaweza ukawa labda Dar es Salaam, unataka kumloga mtu ambaye yuko Kigoma. Yule uchawi ili aufikishe kule Kigoma anatakiwa mtume jini. Yule jini ndo anayebeba ule uchawi na kukufikishia wewe. Anakufika wewe, labda anatega, anakusubiri wewe, anakusubiria kwenye udhaifu wako. Siku umepanic, una hasira au umemwasi Mungu, ndo pale pale ule jini anakuingia. Kwa hiyo majini wanatumika 80% kubwa sana na washirikina au wachawi. Kwa hiyo wao ni kama vile wanategemeana. Yeye anamtuma jini akuzuru na yeye pia anampa zawadi jini. Ndio maana leo utakapokwenda kwenye vikao vya dua, wanaposomewa watu wale zile dua, wale majini wakipanda huwa wanaeleza vitu vingi. Ukiwa makini unaweza ukashangaa. Kwambia mimi nimetumwa nije nimuue huyu, nimkalie mpaka nimuue, nimtese mpaka atakapokufa. Ukimwambia bwana uondoka sasa urudi huko, anasema mimi nikirudi huko nitapigwa mimi, wataniua mimi. Wengine wenye tamaa majini ndio ile wanaanza kuomba rushwa. Sasa kama mtaka niondoke mimi, mnichinjie kuku mweusi au mnichinjie kuku mwekundu au mweupe. Kuku kweli inatafutwa, inachinjwa pale, anakunywa damu yule jini, anaondoka. Lakini pale anaondoka kwa mikataba. Anaanza kusema mimi ndaondoka kwa miezi 3. Baadaye atarudi. Lakini wewe mgonjwa hawezi kukuambia mganga hichi kitu. Hii ni mikataba ya mganga na yule jini, kwamba sisi tunamwachia, lakini tutakaporudi tutakuja na ugonjwa mwingine. Sasa ile ugani rushwa ile, anatoa rushwa ili kumfanya mganga naye apate chochote. Kwa ukienda kwa kuwa unajifunza, jitahidi tu kujikaza. Kama umeshawahi kwenda kwa mganga yoyote akakwambia leta kuku mweusi, leta kuku mweupe, leta kuku mwekundu, leta mbuzi wa hivi, leta hivi, ile ni hongo. Anahongwa jini. Jini akuachie wewe kutokana na ugonjwa wako. Lakini kwa bahati mbaya jini yule atakaa kwa muda wa miezi kadhaa, atarudi kwako, atarudi na ugonjwa mwingine. Kama alikuwa kuguza mgongo, sasa hivi atakuja kukuashia moto kwenye miguu. Kama alikuwa kuguza kifua, sasa hivi atapiga tumboni. Wakati mwingine majini wanaweza wakaondoka kwa kula rushwa, wakarudi kule wakapigwa kweli. Wakishapigwa sana, basi wale washirikina huwa wanaongezea nguvu, wanawaleta majini wengine wa kumsimamia yule jini afanye ile kazi yake ya kumtesa yule bwana mpaka labda afe au paralyze au afanye hivi. Sasa ndio wakati mwingine unaweza kusoma dua, jini akapanda akasema mimi nimetumwa nimtese mpaka afe, lakini mimi nikitoka kuna wenzangu hapa watanikamata, watanipiga. Ndio ile unakuta jini alitoka mmoja, akirudi wanakuja wengi. Wale wengi ni kwa sababu ya kumwekea ulinzi huyu asile rushwa tena na afanye kazi yake, kuhakikisha kazi ile inafanyika kwa wakati. Kuna mambo mengi sana katika ulimwengu wa kielimu watu wengi hawayajui, lakini endelea kufuatilia vipindi vyetu hivi, utajifunza mambo mengi, utafunguka mambo mengi ambayo labda ulikuwa hauyajui. Kwa hiyo hizi ndio sababu za watu kuingiwa na majini. Kwa hiyo utaangalia wewe ipi ambayo unaifanya kwa makusudi, ipi ambayo unaifanya bila kujua, ipi ambayo unaifanya kwa bahati mbaya, na ipi ambayo ulikuwa unaifanya kwa ujinga. Ujiepushe. Lakini angalizo, hizi sababu zote zinaweza zikazuiliwa na dua. Mtu akae sana, apendelee kusoma dua za asubuhi na jioni. Kama wewe ni Mkristo, fanya maombi sana, mlilie Mungu wako akukinge. Unaona bwana, kwenye Biblia kuna misali ya kinga huko, ukisoma unakingwa. Japo mimi sio mzoefu sana wa Biblia, lakini nimepata kuyaona hayo. Sukumia maombi ya nguvu. Fire sio nini, wewe soma unavyovijua kwamba hivi ni vya kinga, vitakusaidia. Ukisimama na Mungu yote yanawezekana yakawa ni sababu ndogo ndogo tu na ukaishi vizuri. Lakini ukisimama na shetani au ukasimama wewe kama wewe, utakuwa hauna msaidizi. Kwa hiyo chagua upande, simama na Mungu, alafu kae vizuri. Hizi sababu 4 ziangalie, alafu then uzitafakari kwamba je, mimi nafeli wapi? Ninachokozaga majini kwenda kwenye sehemu wanazokaa? Je, mimi nafanya vitu vya kuwapendeza majini?
Aidha mimi natumiwa kichawi. Sasa mfano hii ya kichawi nayo pia kinga yake ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mchawi anaweza kukuloga bila wewe kujua wala kujua atakuloga lini. Kwa fanya kinga za mwili wako. Soma dua masununi kwa Waislamu, zile dua za kuingia na kutoka chooni, kuingia na kutoka nyumbani, kuingia na kutoka msikitini, dua wakati wa chakula, dua wakati wa kuvaa nguo, dua wakati wa kupandwa kipandwa chako. Yaani Uislamu umefundisha kila aina ya tendo unalofanya lina dua yake. Lina dua yake. Mpaka unapopiga chafya pale kuna dua pale. Uislamu hujaacha chochote kile. Ni wewe tutakuwa mzembe. Kama unataka uzijue hizi dua gani, ni tendo gani, fanye dua gani, tafuta kitabu kinachoitwa Husni Muslim. Husni Muslim uzuri wake kwa wale wote wanaotumia simu za iPhone na Android, wanaweza kukipata hata online. Wanaingia tu kule Google Play, kule Play Store, wanaandika Husni Muslim. Kitakuja hicho kitabu cha Kiswahili, ndani yake kuna Kiswahili na Kiarabu kidogo tu hivi. Kwa wale ambao wanaishi miji iliyoendelea kama mfano Dar es Salaam, Mwanza, sijui na mikoani, hivi vitabu vipo kwenye maduka ya dawa za asili, lakini pia misikitini huwa vinauzwa, vinaitwa Husni Muslim. Kitabu kidogo sana, unakishika kwenye mkono mmoja tu hivi, lakini kimekusanya maombi yote unaotakiwa kuyafanya katika matendo yote. Kwa hiyo hapo utakuwa umejisaidia sana. Na sio lazima tu ya meze yote yale maombi wajue kwa siku moja, hapana. Unaweza ukajipa time, kila siku unahifadhi dua hii moja. Ina maana kwa mwezi utakuwa umehifadhi dua 30. 30 mara 12 unakaribia dua 100 na kidogo kwa mwaka. Mara miaka 2-3 umeshahifadhi dua nyingi. Kwa hiyo ni uzembe wako tu kila kitu kina utaratibu wake, ukikizingatia kinakulipa. Inshallah, hii ni Tiba Facts Online TV. Mimi ni Ustaz Bashiri. Tunaendelea. Kwa wale waliokuwa wanasema ofa hakuna, jamani, ofa ishaisha. Saizi tuna vitabu tu tofauti. Na haya nilio kusomea au nilio kuelekeza hapa yanapatikana katika kitabu kinachoitwa Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao. Kipo hicho kitabu kinachoitwa Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao. Kwa yule mwenye kitabu aende akasome kuanzia ukurasa, nafikiri utakuwa ukurasa wa 20. Nimeandika hivyo vinani. Kwa hiyo unaweza ukasema ishe imetoa wapi? Ishe vipo kwenye vitabu vyangu. Uzuri darasa zangu zote tunazosomeana hapa au kufundishana hapa zipo kwenye vitabu. Kwa hiyo kama una kitabu cha Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao, kasome kuanzia ukurasa wa 20 pale kwenda chini kule, kuna sababu za kuwaingia majini binadamu. Inshallah tukutane kipindi kingine sana wakati mwingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.